Kijana wa kiume yote ambaye umeitwa kwenye huduma, kama hauna uwezo wa kutoboa masaa 4, masaa 5, masaa 6, masaa 7 kwenye maombi, bado unacheza. Sikilize. Katika mambo ambayo uwezi kufake ni kwenye mambo ya Mungu. You can't fake. Once you fake, we know you that you are fake. If you are a true man of God, we know you. You can't fake your true identity in the spirit. Everything is clear in the spirit. When I began this ministry in my father's home, I began to pray a prayer. I was praying a prayer, and I'm still praying a prayer for 7 hours. I pray. Lock my door. I pray. Sina mzaha. Usiku wanakuja nyumbani. Amini kulikuwa kuna shule ya watoto pale pembeni ambayo ni shule ya mdogo wangu. Walimu wanakuja wanajua mlango wangu ulipo pale nyumbani kwa babangu nilipokuwa nakaa. Usiku tangu saa 3 nilipoingia nimefunga mlango. Wanakuja saa 12 wanakuta mlango wangu umefungwa. Saa 12 asubuhi mlango umefungwa. Wanazunguka wanakuja saa 3 mlango umefungwa. Wanakuja saa 5 mlango umefungwa. Mwamba hatoki ndani. Mimi nipo. Wanakuja saa 8 mlango umefungwa. Wanakuja saa 11 mpaka wanamaliza saa 1 usiku wanaondoka. Mlango umefungwa. Niko ndani. I have a business with God. I said, God, sitaruhusu jicho langu likalala mpaka nikuone. Ndipo macho yangu ya rohoni yalianza kufunguliwa kuanza kuona. Nikaanza kutabiri. I'm telling you. Nilianza kutabiri hapo. Sikiliza. Utabiri kinyonge kizembe. Kama hutospendi muda wa kutosha kwenye maombi, hutotabiri. Hutotabiri. Mambo yanayotokea yote Novemba 29 nitabiri. Yote nina uhakika wa kusema ni nabii pekee nilieleza with details kwa uthibitisho kwa habari kitakachotokea tarehe 29. But shida ni kwamba tu lilikuwa jina halipo. I'm telling you, serious. Jina tu lilikuwa halipo. Nilitabiri mwezi wa 4 machafuko yatakayotokea. Nimetabiri yote. Kuna dada mmoja tangaza jina lake. Yuko Wasafi anafanya kazi. Papa kabla ya kufa, I prophesied. Nilikuwa naongelea kwenye simu. Ana kipindi pale Wasafi cha usiku. Naongeaga na mhudumia. I told her kwamba simamisha simu. Namuona kiongozi wa dini mkubwa anakufa. Papa anakufa. I said usiseme hivyo, nikamwambia no, nimemuona. Haikuchukua siku 2 baba alikufa. Jengo langu kwa Thailand. Nikiwa naongelea usiku kwenye simu, nikamwambia naona jengo linashuka kutoka nchi ya Ulaya. Linashuka jengo kubwa sana chini. Kesho yake tena kuna jengo linashuka. But ilianzaje? Si kinyonge hivyo. Ilianza na mwanaume kukubali kulipa gharama. Yesu sifiwe. Prophet Ferdinand Edropa wa huduma ya Alpha and Omega Embassy. Yes, I think recently kwenye tarehe 22 mwezi wa 4 Mungu alinionyesha machafuko makubwa sana ya kisiasa nchini South Africa. I saw a very serious political misunderstanding and conflict in South Africa. Lakini pia leo nafikiri leo ni tarehe 20 ngapi? Siku ya Ijumaa. Tarehe leo tarehe 20 ngapi? 25 I think today. Mwezi wa 4 Mungu amenionyesha machafuko pia makubwa ya kisiasa nchini Tanzania. Machafuko makubwa ya kisiasa nchini Tanzania pia. Na pia nikaona kwamba itatumika nguvu isiyokuwa ya kawaida. Itatumika nguvu isiyokuwa ya kawaida kuwalinda walioko madarakani ili waweze kuendelea kwa madarakani. Mark my words, kwamba itatumika nguvu isiyokuwa ya kawaida kuwalinda walioko madarakani. Na wakati nguvu hiyo itakapotumika,
ndipo hayo machafuko ya kisiasa Tanzania yanatokea. Na kama hakutakuwa na demokrasia ya kueleweka, kutatokea machafuko ambayo hayajawahi kutokea Tanzania this year, before election, during election and after election. Yeah, so let's pray for our country. Tuombe kwa ajili ya taifa letu. God bless you, stay connected. This is Prophet Ferdinand Andrew. You understand? Hiyo prophecy mimi nimeitoa mwezi wa 4. Mwezi wa 4. I'm telling you. Yaani imenyoka hivi. Kuna ambacho kinamisi hapa. And I said, before election, during election, after election, everything passed. You understand? Aiji Kizembe kwa maembe mabichi pale Sinza na pilipili ya kuwasha. Unafikiri nakuja by chance? No sir. Kwa kula mahindi na pilipili na ndimu. Kwa kuendekeza kitimoto. Aiji Kizembe. Trust me. Aiji Kizembe. You pay the price.